Mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi chako. Ni mimi Lastan Jeyala, kwa jina naitwa Shaluma Sengelema. Leo nitaenda kuzungumzia masuala ya familia. Familia ni kama msitu, ukiwa nje yake, ukiwa ndani unaona kwamba kila mti una nafasi yake. Hebu tuone maana tofauti ya neno hili familia. Kamusi Kuu ya Kiswahili toleo la 3 ya mwaka 2022 inasema familia ni mkusanyiko wa baba, mama na watoto waliowazaa. Mtaguso wa Pili wa Vatikani unasema familia ni taasisi ambayo ndani yake wanazaliwa raia wapya wa jamii ya kibinadamu, ambao kwa neema ya Roho Mtakatifu wanafanywa kuwa watoto wa Mungu kwa ubatizo, ili kuendeleza taifa lake Mungu karne kwa karne. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema familia ni kanisa la nyumbani. Mtakatifu Yohane Vianney anasema familia ni taasisi iliyo ya kale kupita pale walipoteuliwa binadamu wawili wa kwanza. Mungu aliyowajalia ilikuwa ni ustawi wa familia. Ni kupitia familia historia ya ulimwengu ilianza. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipokuja Tanzania katika jimbo kuu la Mwanza tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 1990 alisema familia ni chanzo cha upendo wa jamii ya binadamu. Familia ni kanisa la nyumbani au kanisa mama. Kwa Afrika, familia ni mkusanyiko wa wazazi na watoto na ndugu wa damu na wasio wa damu, mfano bibi, babu, mjomba, shangazi, binamu na kadhalika. Familia hii imezoeleka sana Afrika, tofauti na nchi za Ulaya ambako ukomo wa familia huishia kwa wazazi na watoto wao tu. Katika familia tunakuwa na mawazo ya umoja, ushirika, mshikamano, muungano, makubaliano, mahusiano, undugu, kufaana na upendo. Maisha ya familia ni zaidi ya kuishi chini ya paa moja au kufahamiana. Maisha ya familia yanahusisha kupokeana, kusaidiana, kutiana moyo, kubebana, kuongozana na mengine mengi kama haya. Ndugu zangu, leo nitaenda kuzungumzia kazi moja ya familia. Familia yahusiana na uhai au kuthamini na kuokoa uhai. Mume au mke wanaunda familia, wamebeba au wamebarikiwa na Mungu kuwa vyombo vya kumpokea na kuendeleza, kuutunza na kutetea uhai ambao ni mali ya Mungu aliye mtakatifu. Hivyo tunapaswa kupokea baraka hiyo ya kwanza ya Mungu kwa mwanadamu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 28. Mungu akawabariki na akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema familia ni hekalu la uhai na chembe hai ya jamii na kanisa. Katika familia tunu hai ya uhai kutoka kwa Mungu inaweza kuthaminiwa na kulindwa. Ndugu zangu, katika maisha yetu ya hapa duniani tunaona jinsi gani watu wanavyokeuka au watu wanavyokengeuka hii amri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametupa fursa au wasaa wa kuzaa na kuongezeka. Leo watu wengi tunawaona wanakataa kuwa na familia, wanakataa kupata watoto kwa sababu tu ya mambo ya ulimwengu. Wengi wao wanatumia madawa kama vile sindano na mengine mengi kadha wa kadha. Basi leo naamua kuwaelimisha ndugu zanguni kupitia familia. Katika familia hii leo tunaenda kuona jinsi gani familia ilivyo na nguvu katika maandiko matakatifu. Tukianza na kitabu cha Mwanzo sura ya 35 aya ya 11.
Mungu akawaambia, mimi ni Mungu mwenyezi, zaidi kuzaa na kuongezeka. Taifa, kundi la mataifa watakuwa kwako na wafalme watatoka katika viuno vyako. Ndugu zangu, taifa linapatikana katika familia. Wazazi wetu ndio wamepewa hilo tunu la kutuleta duniani. Hivyo wazazi wanakumbushwa kusema maneno haya, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hii ni maana kubwa sana katika familia. Hivyo wanandoa, leo nawakumbusha wajibu wenu mkubwa ni kuthamini uhai. Leo mama au dada wanajitahidi sana kutoa mimba, na wenyewe wanaona hiyo kutoa mimba ni haki yao ya msingi, wakati wanaharibu mpango wa Mwenyezi Mungu. Basi leo nawakumbusha katika kipindi hiki cha maadili, ili kusudi wewe unayenisikiliza uweze kujua Mwenyezi Mungu anakupasa ufanye nini. Hivyo ndugu zangu na wasikilizaji, tunapaswa tuitunze hii imani tuliyoipokea. Ukiangalia katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 11, tunaona kwamba katika familia haya yote yanatokea. Kwa njia ya imani alipewa nguvu ya kuzaa licha ya kuwa alishazidi umri, na Sara mwenyewe alikuwa tasa, kwani alijua kwamba yeye aliyefanya ahadi ilikuwa mwaminifu. Leo wanadamu, au leo dada zetu na mama zetu wanahangaika kwenda huko. Basi leo nawapa mang'amuzi haya, Mungu ajua mahangaiko yenu. Basi wasikilizaji wa kipindi hiki maridadi, mlikuwa na mimi kijana mwenzenu Shaluma Sengelema. Asanteni.